Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, mchana huu natamani kuongea na ninyi kuwafafanulia sababu zinazofanya moja achelewe kupata majibu ya sala zake. Neno la Mungu linatuambia kwamba ombeni nanyi mtapata. Tusikize kwa neno la Mungu. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Luka, sura ya 11 aya ya 5 hadi 13. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapawa, nanyi mtapewa; tafuteni nanyi mtaona; bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hodi hufunguliwa. Neno la Bwana. Wapendwa, kama neno la Mungu linavyosema kwamba ombeni nanyi mtapata, tafuteni nanyi mtaona, kila anayeomba hupewa. Lakini mara kadhaa watu wamekuwa wakiomba na hawajibiwi sala zao. Pengine anaweza kujibiwa kwa kuchelewa sana, au anaweza asijibiwe. Kwa nini? Kwa nini mara nyingine Mungu hukawia sana kujibu sala zetu? Kwa nini mara nyingine Mungu anaweza asitujibu sala zetu wakati ametuambia ombeni nanyi mtapata? Luka 11:5-13, Mathayo 7:7, Yohane 16:23-24. Anasema kwamba anayeomba atapata. Basi hapa nawapatia baadhi ya sababu ambazo zinafanya pengine Mungu asijibu mapema kulingana na unavyotaka wewe. Sababu ya kwanza, Mungu huwa anajibu kadiri ya anavyotaka yeye na si unavyotaka wewe. Mungu anajibu kulingana na ratiba yake yeye, si kulingana na ratiba yako wewe. La pili, pengine Mungu haja kujibu kama unavyotaka wewe, lakini amekuandalia tunda lililo jema zaidi. Unaweza kaona umeapply kwenda mfano kupata matibabu yako hospitali pengine ya rufaa ya Mbeya, hujapata rufaa hiyo. Ukadhani kama Mungu amekujibu, kumbe Mungu ameona kwamba wewe kwa shida yako unahitaji kwenda kutibiwa Muhimbili, na hivi Mungu anakutengenezea right connections kwenda kutibiwa Muhimbili. Muda mwingine huwa hatujibiwi kwa wakati, au hatujibiwi kama anavyotaka sisi, kwa kuwa Mungu, wakati wa Mungu ni tofauti na wakati wa kwetu sisi. Njia za Mungu tofauti na njia zetu sisi. Mungu anaweza akakujibu bila wewe kujua kama umejibiwa. Lakini muda mwingine pia hatujibiwi kwa kuwa hatusamehi. Unakuwa si mtu wa kusamehe. Si mtu wa kusamehe, mtu wa vinyongo. Kinyongo ni kizuizi cha kupata msamaha. Kinyongo ni kizuizi cha kupata huruma ya Mungu. Kinyongo ni kizuizi cha kutokujibiwa sala zako na Mungu. Kwa hiyo kama wewe sio mtu wa kusamehe, kama wewe ni mtu wa vinyongo na kinyongo moyoni mwako humo, basi hutaki kusamehe, na Mungu pia anaweza asikujibu kwa wakati. Katika sala yetu tunaambia kwamba utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe wanaotukosea. Wewe hutaki kusamehe. Wapendwa, muda mwingine tujibiwi kwa kuwa tunamfanyia Mungu choyo. Hatutaki kutoa zaka, hatutaki kutoa sadaka, hatutaki kutoa shukrani. Mfano, mtu umehudumiwa na kanisa, mtumishi wa Mungu, lakini hutaki kutoa shukrani. Hata ukitoa unatoa kwa choyo, unatoa kwa ubahili. Unakuta wewe ni tajiri, unafanya biashara yako kubwa tu, una mabasi Mayutong kadhaa, una masheli, una mashamba makubwa, una biashara, una maduka kadhaa. Unafika hapa kanisani, unatoa sadaka yako, unatoa shilingi 2000. Sasa muuza nyanya atoe nini? Wewe tajiri unatoa 2000. Wewe mfanyakazi wa serikali una mshahara wako ni shilingi milioni 2 pengine. Hutaki kutoa sadaka ya kutosha. Unataka kutoa sawa na mtu mwenye kipato cha shilingi 100, anatoa shilingi 5000 wakati una mshahara mkubwa. Hapo unakuwa unakosea. Lakini sababu nyingine
inayokufanya usijibiwe sala zako ni kwamba unaomba bila malengo, unambwela katika sala, unatangatanga katika sala. Unaomba mara, Mungu naomba nisaidie nijenge nyumba. Unaomba hivyo. Muda si muda, Mungu nimegari nipatie, nataka ninunue gari. Hujamaliza sala, Mungu nataka mimi ninunue ndege. Hujagairi, Mungu nataka nifungue shamba. Sasa Mungu akupe nini kama wewe mwenyewe hujui unaomba nini? Unatangatanga katika sala. Mara nyingine hatujibii sala zetu kwa kuwa tunapingana na sheria za kimaumbile. Wazungu wanasema praying against natural law. Unaomba Mungu afya njema, lakini unalala bila neti. Unakunywa maji yasiyochemshwa. Yaani wewe unalala bila neti, afu unataka usiumwe malaria. Wewe unaumwa typhoid, kipindupindu, unataka usipate magonjwa. Utapata typhoid na utakufa kwa kuwa hutaki kufuata sheria za kimaumbile. Wewe umeolewa, una mume wako halali. Unasema kwamba nataka nipate mtoto. Unataka Mungu akupe nini? Mtoto. Lakini unamnyima mume wako unyumba. Utapataje mtoto wakati unanyima mume wako unyumba? Anakwambia njoo tulale huku ndani, utaki. Unasema mimi ni mtu wa maombi, rakashaka tara. Alafu unaenda kulala kwenye chumba cha watoto. Hauwezi kupata mtoto kwa kuwa hautaki kutimiza sheria ya kimaumbile. Unamnyima mume wako unyumba na unategemea kama utapata mtoto. Hutapata mtoto na utazeeka hivi bila mtoto. Muda mwingine pia wewe una tatizo la kupata faini kwa matrafiki. Kila siku unapigwa faini na trafiki. Sasa unapigwa faini na trafiki kwa nini? Unasali, unaomba Mungu akuepushe usipate faini. Lakini ufuati sheria za kimaumbile, unaambia kwamba hapo usikimbize gari zaidi ya spidi ya 50. Wewe unakimbiza 80. Utapigwa faini. Kwa hivyo ukiwa unapingana na sheria za kimaumbile, hauwezi kupata majibu yako. Unaomba Mungu nisaidie mimi niweze kufaulu mitihani yangu ya form 4, nifaulu mitihani yangu ya form 6, lakini hutaki kujisomea. Kama hutaki kujisomea, huwezi kufaulu. Muda mwingine pengine bahati mbaya ulipata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Unataka Mungu akusaidie upate afya njema. Unaambiwa kunywa ARV, hutaki. Unasema wewe uko imara, uko na Mungu. Ndio Mungu amesema unywe ARV hiyo, hutaki kunywa ARV. Shida itakuzidia zaidi. Wapendwa, muda mwingine hatujibii sala zetu kwa kuwa tunaomba kwa mchanganyo. Tunafanya mchanganyo. Wewe mfano unagombea nafasi ya uongozi, tuseme Tanzania, au unagombea ubunge, udiwani au nafasi yote ile. Lakini unapogombea nafasi yako hiyo, umeenda kwa padri, umeomba akubariki, umefanya misa kwa padri, anafanya misa yako ili uweze kushinda nafasi yako ya ubunge au udiwani. Lakini umeenda tena kwa shehe tena, kuomba shehe akutumie majini ya kusaidie ili uzidi kuomba kabisa, ili upate baraka kabisa. Na shehe amesema nitakusaidia. Umeona yetashi, umeenda tena kwa waganga wa kienyeji tena. Umesema ndugu mganga nisaidie, mganga pia amekupigia ramli tena. Umeenda tena kutambika tena kwa mizimu tena. Sasa hapo unafanya mchanganyo, hujatulia. Kwa hali hiyo Mungu atakutema. Sababu nyingine, haujibii sala zako kwa kuwa unaomba kwa majivuno. Unasali ndio vizuri kabisa, lakini unasema unaomba Mungu akusaidie upate pesa, upate mafanikio, ili maadui zako washuhudie kufanikiwa kwako, ili wakukome. Sasa kama unaomba ili ufanikiwe na maadui zako ili wakukome, tafadhali, Mungu sio wa mipasho. Mungu wetu sisi sio Mungu wa mipasho. Mungu wetu sisi sio Mungu wa visasi. Sisi Mungu wetu ni Mungu mwema, ni Mungu wa huruma, daima anapenda watu wanaosamehe. Kwa hivyo kama unaishi unaomba kwa kiburi, unataka kupambana na wenzako ili Mungu aje akusimamie uweze kuwashinda wenzako na uweze kuwasema, basi utachelewa kujibiwa kwa kuwa unakuwa unaomba kwa kiburi. Pendo katika Kristo, muda mwingine hatujibii sala zetu kwa sababu tuna nia iliyokuwa mbaya ndani ya moyo wetu. Una nia iliyokuwa mbaya ndani ya moyo wako. Unaomba kwa majivuno. Kwa mfano, unasali. Unaposali, unasali ili ukamkomeshe mwenzako.
Umepita barabarani, mtu amekunyima lift, anasema tutaona na mimi nitapata gari langu. Unaamua kwamba kumkomesha mwenzako, hapo utachelewa. Mara nyingine pia haujibii kwa kuwa Mungu anafahamu tabia yako iliyoko moyoni. Mungu anafahamu tabia yako iliyoko moyoni. Wewe hapo unafanya kazi yako, kwa siku unapata mshahara wa shilingi 100,000. Kwa mwezi unapata 100,000. Umepambana na hali yako mwenyewe, unapata 100,000 tu kwa mwezi. Sasa kutokana na ile 100,000, nyumbani kwako unamnyanyasa mke wako, unamnyanyasa kweli kweli. Unamnyanyasa, unanyanyasa majirani kwa shilingi 100,000 hiyo, unafanya kibarua hicho. Hata kama unafanya kazi ya shilingi 100,000, unanyanyasa watu kwa shilingi 100,000. Unategemea Mungu atakupatia kazi ya mshahara wa shilingi 2,000,000 ili ukaue watu? Si utatutoa macho wewe? Utatuchoma macho. Ndio maana muda mwingine ukoe upati ajira kwa kuwa unafahamika tabia yako ni mbaya. Majivuno ulionayo. Sio mtu wa msaada kwa wengine. Ukipata kidogo usaidii. Wewe mtu umepata shilingi 20,000, una paniki, unalewa mapombe huko, unaenda kukomesha watu, umepata 20,000. Je, ukipata milioni 20, si utasema ununue Tanzania nzima? Muda mwingine ujibii kwa kuwa nia yako iliyoko ndani ya moyo wako inafahamika. Una nia ovu. Ndugu yangu, ili upate mafanikio katika sala zako, ili upate mafanikio katika kuomba kwako, jitahidi kuomba kwa unyenyekevu. Kuomba ombi hilo moja siku nyingi kwa muda wa kutosha. Omba ombi moja kwa muda wa kutosha. Jitahidi kuomba kwa unyenyekevu, omba kwa moyo. Omba ukijikabidhi katika mapenzi, mwambie Mungu, naomba unitendee unavyotaka wewe. Basi naona kwa leo tuishia hapa. Katika kipindi kijacho nitafafanulia vizuri zaidi yanayo na nini cha kufanya ili sala zetu ziweze kujibiwa.